Okay guys, tunaendelea. Kwa hiyo hii ni sehemu yetu ya mwisho ambayo tunazungumza kuhusiana na hiki kitu. Kwa hiyo hapa kesi ikaanza, anasema lakini wakawa wamekosea kwenye hati ya mashtaka kudai Mr. Machibi alikuwa fraudulent. Tariq alishaandaa mikataba yake kiujanja kujitoa kwenye issue za fraud. Hivyo victim X akaangukia pua mahakamani kwa kushindwa kuthibitisha kama mkataba ulikuwa ni wa fraud. Kama wakili angeandaa vizuri hati ya mashtaka, pengine wangemshinda kwenye engo nyingine. Victim X akabaki kwenye dilema. Hata aliporudi ngome wakashindwa kumsaidia kwa kuwa swala lilishafika mahakamani. XCDF akamlaumu kwa kwenda mahakamani kama aliona yule askari alikabidhiwa hana msaada, ingemjulisha na ingejua cha kufanya. So Mr. Kuku bado anatamba mtaani bila kujali kama kuna watu wanataka hadi kujiua kwa ajili yake. Mwisho. Kwa hiyo guys, nimereact na tunasema tumereact kutokana na uchunguzi ambao ameuleta huyu mheshimiwa, na kama mnavyoona hapa vitu kibao vimewekwa, kila kitu, everything kipo hapa. Kwa hii ilikuwa imeshare kwenye watu wameshare kwenye magroup na tumeona kitu gani ambacho kimetokea. Kwa wale wote ambao wanahitaji kuwekeza sehemu salama, unaweza kunicheck, contact zangu zipo chini hapa. Kwa kesi ya Mr. Kuku na kesi zingine zote za matapeli wengine wote, kuwa makini kwenye uwekezaji. Mimi hiko ndo ninachoweza kusema kwa sababu nimejitahidi kwa uwezo wangu kuwajulisha watu na everything. Watu wengi sana wamekuwa wakinitukana. Yes, naongea ukweli guys. Wamekuwa wakinitukana. Wewe kama unaona uongo, ingia kwenye linki za video zangu nyingi tu. Utaona kitu ambacho kinatokea. Mimi naelewesha, wananitukana. Naelewesha, wananitukana. At the end of the day ndo wanakuja wanaangukia kwenye matapeli kama hawa ambao wananyonya hela zao zote. At the end of the day hakuna kitu ambacho kinatokea. Na nilishawaambia kuhusiana na hii project ya pili, nilishaisema. Kwa wale ambao hawajui, unajua kuna mtu mwingine anaweza nikasema hiki kitu akahisi kama mimi ni muongo. Sawa? Wewe nionyesheni. Mtu anaweza kahisi labda kama mimi muongo. Hebu angalia hapa kitu ambacho naonyesha tu kitu kidogo. Kileleni Mr. Kuku. Naonyesha tu ili muweze kuona kitu ambacho kipo. Sawa? Umeziona hizi? 3 years ago. 3 years ago Mr. Kuku kileleni. Hizo zote nimezitoa miaka 3 iliyopita. Hiyo kesi wanayozungumza ni hii hapa ya mwaka mmoja uliopita. Mr. Kuku kaja na utapeli mpya, kuweni makini. This one here. Sawa? Hii hapa. Na niliwaambia watu wasiwekeze, lakini kilichotokea ni kipi? People don't listen. Always they don't listen. They don't listen. Hiki ndio kitu ambacho nakisema. Umeona? Hii hapa. Umeona hii kitu hii? Nimeelezea vizuri kabisa. Guys, msiingie kwenye hivi vitu mambo rich club sijui nini. Kwa hiyo hivi ni vile vitu ambavyo mimi nimeshaelezea sana. Siwezi kuelezea tena kuhusiana na haya mambo. Kwa hiyo wewe angalia kama utaenda kuwekeza huko ambako unaweka hela yako ndani ya siku 2, unapiga hela, that's okay. Ukihitaji kuwekeza sehemu ambazo unajua huwezi kupoteza pesa zako, karibu ni kuelekeza sehemu gani sahihi. Lakini ukijifanya unajua sana, kwa sababu watu wengi wanajifanya wao wanajua sana, that's okay pia. Unakaribisha kwenye dunia ya kutengeneza pesa ili uweze kutengenezewa wewe pesa vizuri. Okay guys, have a nice day. Kwa wale wote ambao walikuwa wajui, issue ndio hiyo hapo nimeelezea yote. Kwa ni makini kwenye uwekezaji wenu. Kama mnahitaji ushauri, mnaweza kanicheki. Kama unahitaji kujua kitu gani ambacho ni salama kwako, unaweza kanicheki. Vitu kama hivyo vinaendelea. Have a nice day guys. Thank you.